Baba Mungu bariki shambani na kijijini, unibariki ni jambo na nitokapo. Asante kwa Mungu, asibariki Bwana. Baba Mungu nipe kibali, kanipe mafanikio, ukabariki njia zangu zote. Baba nakutegemea na kukutukuza imani katika kila kitu. Achilia damu ya Yesu kwa ajili ya kukupa upenyo katika kile unachokifanya. Achilia damu ya Yesu kwenye malango yako ya biashara. Achilia damu ya Yesu kwenye malango yako ya kazi, ili adui akapata kuondoa vile vizuizi. Tazama baraka unayofanya unapokuwa katika nyumba ya mtumishi, kuna vyakula vya kunywa pamoja na kuogelea watu wengine. Hakika Mungu hata kuacha. Sasa adui atahakikisha kwamba usifanye jambo, nawe achilia damu ya Yesu Kristo kwenye yale malango yako ya biashara, ili ukapata kupata upenya mkubwa, ukapata hizo fedha kwa ajili ya kuja kuleta chakula nyumbani mwa Bwana. Maana neno la Bwana linasema, leteni nyumbani mwa Bwana chakula, ili katika ghala ya Bwana wamo na chakula kingi. Kumbe katika neno la Mungu tumeagizwa kuleta chakula katika nyumba ya watumishi wa Mungu. Ewe mtu wa Mungu unakuwa mahali hapa, achilia damu ya Yesu kakupa upenyo, maana hakuna kinachoshinda katika damu ya Yesu. Bwana Yesu, tunakuhitaji wewe. Peke yetu hatutaweza. Tunahitaji msaada wako. Nasi tunaachilia damu yako Yesu kwenye malango yetu ya biashara, kwa ajili ya kwenda kuondoa kila vizuizi ambavyo adui anataka kupingana na sisi, ili tusifanye kile ambacho tumeagizwa katika nyumba ya Bwana. Maana ni wewe Bwana umeagiza, umesema ya kwamba tulete chakula nyumbani mwako, ili katika ghala ya nyumba ya Bwana kuwemo na chakula kingi. Ndipo Bwana ukasema, nami nitawabarikia kiasi cha kusukwasukwa baraka za kila namna. Hilo ni agizo limetoka katika neno la Bwana. Tazama neno la Bwana li hai. Tazama neno la Bwana lina nguvu. Tazama neno la Bwana linauisha. Hakikisha mtu wa Mungu unafanya kitu ili Bwana akajitwalia utukufu, na ili Bwana akafanye kwako. Kusiwepo na atakayelia njaa, kusiwepo atakayelia magonjwa, kusiwepo na atakayekuwa na tauni. Bwana ameagiza na hakika atafanya. Omba mtu wa Mungu, acha kumumunya mdomo. Unahitaji nini? Unahitaji kitu gani? Kwa nini unamumunya mdomo, mtu wa Mungu? Mungu anahitaji useme neno. Mungu anahitaji kusikia sauti yako. Hebu mpatie Bwana sauti yako. Hebu mpangie Mungu dua yako. Mungu anasema, unataka nini? Njoo tuojiane. Eleza haja yako. Mtu wa Mungu, Mungu anataka, unataka nini? Mungu anataka useme kitu. Akutendee nini siku ya leo? Akufanyie nini nyakati kama hizi? Wakati wengine wameona hawawezi, lakini Bwana ametuagiza, pale ambapo wengi wanapokimbia, sisi hatutakimbia. Pale ambapo wengi wameshindwa, sisi hatutashindwa. Hasa nyakati hizi hatutashindwa, mtu wa Mungu. Tumeondolewa roho ya hofu. Bwana atakuingizia roho ya simba ndani yako, kukabiliana na hali yoyote inayopita mbele yako. Haijalishi ni kitu gani kinaenda kutokea, lakini Bwana ameachilia ujasiri kama simba kwa ajili ya kukabiliana na siku zinazokuja. Amini hilo, mtu wa Mungu. Amini hilo, mtu wa Mungu. Usilegelege, usilegelege. Hakikisha utavuka. Hakikisha utavuka nyakati hizi za uovu. Hakikisha utavuka nyakati za wakati watu wanalia. Mwambie Bwana, mimi sitalia. Wakati wengine wanahuzunika, mwambie Bwana, mimi sitahuzunika, kwa sababu Mungu hataruhusu. Mwambie Mungu asiruhusu huzuni kapita kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, fungua kinywa. Fuata maelekezo tunayoomba. Bwana amekusudia kutuvusha, lakini ni wewe unatamka nini? Mwambie Mungu, usiruhusu aibu ikanipata. Usiruhusu dhiki ikawa mali yangu. Usiruhusu. Mwambie Bwana, usiruhusu malango yangu kukabiliwa na yule mwovu ibilisi shetani. Mwambie Bwana, usiruhusu mauti kwenye malango yangu. Bwana anataka kusikia siku ya leo unasema nini kwenye malango yako. Mwambie Mungu asiruhusu mauti. Mwambie Mungu asiruhusu misiba kwenye miji yako. Mwambie Mungu asiruhusu wagonjwa kwenye mji wako. Mwambie Mungu asiruhusu mateso. Mwambie Mungu asiruhusu dhiki. Mtu wa Mungu, Mungu anataka kusikia unataka kutendea nini nyakati hizi. Wakati watu wanataharuki, mwambie Bwana, sisi hatutataharuki, kwa sababu Mungu ni ngao yako. Mungu ni jabali lako. Mungu ni mwamba wako. Mtu wa Mungu, usife moyo. Nyakati
Bwana anaenda kutupigania. Ni nyakati ambapo tunaenda kuona mkono wa Mungu. Jiamini hilo. Amini hilo mtu wa Mungu. Amini hilo ya kwamba tutamuona Bwana. Maana Bwana aliwaambia wana wa Israeli, simameni nami mtaona jinsi nitakavyoenda kuwapigania. Ndipo na sisi tutakavyoenda kumuona Mungu, enyi watu wa Mispa. Hakika Mungu ameasimia mema juu ya maisha yetu, nasi tutauona mkono wako. Imba kwa kumaanisha Mungu wetu ni mkuu Bwana. Mungu wetu ni mkuu. Uweza wake ni wa ajabu. Matendo yake ni ajabu. Ukuu wake ni wa ajabu. Hajawahi. Unaona nini? Unaona uzuri wa Mungu kwenye maisha yako? Unaona neema ya Mungu kwenye maisha yako? Hebu jiamini mbele za Bwana. Hebu mwambie Mungu, hakika wewe ni mkuu. Mwambie Mungu. Mwambie Mungu kana na mahitaji. Mwambie Mungu, hakika wewe ni mkuu, mtu wa Mungu. Amini pale ambapo wengi wameshindwa